Bwana karibu sana katika channel hii ya YouTube. Mpenzi mtazamaji wangu, na kama ndo mara kwanza kuingia, usisite kusubscribe, kulike na kushare. Lakini pia tuwekee comment yako iweze kutusaidia kuboresha video mbalimbali na mada ambazo zinatolewa katika channel hii. Karibu sana. Hivi mpenzi mtazamaji wangu, ushawahi kujiuliza kwa mfano mara ngapi ushawahi kuongopa ukiwa katika mazingira yako ya kazi? Mara ngapi pia ushawahi kusema ukweli katika mazingira yako ya kazi? Yaani katika zile daily interaction za kwako na wenzako, wale mates wako, interaction za kwako na bosi ama wewe bosi na watu wako wa chini. Mara ngapi ushawahi kusema uongo? Mara ngapi pia ushawahi kusema ukweli? Mpenzi mtazamaji wangu. Sasa tafiti ambazo zimefanywa na hao jamaa wanajiita Raja Group. Raja Group ni katika haya makampuni makubwa kabisa duniani, yanaoperate zaidi ya nchi 20 duniani katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo moja ya tafiti ya hii kampuni ama hizi kampuni Raja Group ni kwamba inaonyesha kwamba 69% ya wafanyakazi wamekwishawahi kuongopa wakiwa kazini. Lakini 47% katika hao walioongopa ni kwamba wamewahi kuongopa zaidi ya mara 5. Kuongopa zaidi ya mara 5 kwa siku katika mazingira yao ya kazi. Wewe umeongopa mara ngapi? Au wewe umesema ukweli mara ngapi? Sasa leo ninakuletea mada inahusiana na gharama za kusema ukweli mahali pa kazi. Gharama za kusema ukweli mahali pa kazi. Na gharama hizi zikawa positive ama negative. Japo ni most case tumezoea tukisema gharama maana yake tunamaanisha gharama kama negative hivi, gharama hasi. Yaani nini kinakugharimu kwa kusema kwako ukweli? Lakini jiulize pia, unasema ukweli kuhusu nini? Kwa mfano limetokea tukio katika mazingira ya kazi, unasema unaona kabisa hili tukio nikiliripoti mwenzangu huyu anafukuzwa kazi. Nikiliripoti fulani atachukuliwa hatua za kinidhamu. Lakini jambo hili nikisema kweli, maana yake litafanya taasisi itaparalyze. Itafanya taasisi labda itakufa, pengine image ya taasisi itachafuka. Lakini kumbe nikilisema hili, ukweli huu nikiusema, maana yake inapandisha image ya taasisi. Nikisema kweli huu, maana yake taswira ya taasisi, ile picha taswira ya taasisi kwa ama ya kampuni kwa jamii, kwa wateja, maana yake itakuwa nzuri na itaikuza ile taasisi. Lakini nikilisema hili, kumbe ninaweza nikapandishwa cheo. Nikilisema hili maana yake wasifu wangu utapanda zaidi. Sasa nini unaficha ama nini unasema ukweli, nini ufiche? Inawezekana wewe ni daktari mahala, unasema ukweli kuhusiana na hali za wagonjwa wako. Wewe ni mhasibu. Je, financial zile report, taarifa za kifedha zipo za kweli au ni taarifa za kuficha baadhi ya mambo? Hayo masuala ambayo mimi na wewe tujaribu kujiuliza. Sasa ukisema ukweli mahala pa kazi au sehemu nyingine yote, nini kinachotarajiwa? Inategemea na aina ya ukweli. Upo ukweli ambao unaweza kwa kugharimu wewe binafsi, kwa maana ya aidha kushushwa cheo. Inawezekana ukweli huo ukasababisha kufukuzwa kazi. Inawezekana ukweli unaosema ukapelekea labda hata kupoteza maisha ama kupata madhara yote ya kimwili na kiakili. Kama sio wewe, pengine familia yako inaweza ikadhurika. Kwa hiyo ukweli ama uongo inategemea pia na aina ya ukweli ama na aina ya uongo. Na mimi sipo hapa kujustify uongo, kwa sababu uongo by any means, uongo ni kwamba hauna nini. Uongo sio mzuri kimaadili na katika hali tu ya kawaida. Uongo ni kwamba hauruhusiwi. Mimi hapa nipo kwa ajili ya kusapoti ukweli, kwamba ukweli ni muhimu katika taasisi, ukweli ni muhimu katika kampuni ambayo unaifanyia kazi. Hivi imagine mtu anakuongopea, labda amekuongopea leo, kakongopea kesho mara kadhaa, na katika hizo mara zote unaweza kuongopea wewe na mimi ninachokisema ni sahihi, lakini mwisho wa siku unagundua kwamba kile alichokuwa anakuambia ama kile alichokuwa anakueleza maana yake ni uongo. Mtu huyo utamchukuliaje? Wewe kama ni mzazi, mwanako anakuongopea, tunajua anakuambia kweli kama anakuongopea. Hivi imagine je, utamtia kiboko? Utampa adhabu gani mtoto wako? Wewe upo kazini, ni bosi, wafanya kazi wako wanakuongopea tu hivi.
wewe ni mfanyakazi, wenzako wanakuongopea tu hivi, ama wewe binafsi unaongopa tu kwa mabosi, unaongopa kwa wafanyakazi wenzako, kila mazingira ni kuongopa tu, unajisikiaje? Kwa mfano, kwa kuongopa, mpenzi mtazamaji wangu, sio kuzuri katika mazingira ya kazi. Sasa kwa nini tunasema watu wanatakiwa wawe wa kweli, bila kujali huo ukweli utakugharimu kiasi gani? Kuna ule usema wanasema bwana, ukweli unakuweka unakuwa huru hivi. Sometimes unaweza kukugharimu kweli, lakini kuwa mkweli. Kwa nini uwe mkweli? Ni kwa sababu ule ukweli unakufanya unajenga uaminifu mahali pa kazi. Ukiwa mkweli, manake kama ni mfanyakazi wa kawaida, manake utajenga uaminifu kwa mabosi zako. Lakini kama ni bosi, manake utajenga uaminifu kwa wafanyakazi wako. Bosi bwana, ni mkweli sana, bosi amenyoka hivi. Akikwambia kitu, manake unajua hapindishi, manake amenyoka. Huyu bosi hatuongopei. Ama fulani bwana, mfanyakazi fulani bwana, yule jamaa amenyoka sana, ama yule mtu fulani yeye yuko ni hivi, yani manake haongopi, manake anachokuambia ndicho hicho ambacho kilivyo kutokana na uhalisia wake. Kwa sababu ukweli, unaweza kujiuliza pia, kwa mfano, nini maana ya ukweli? Ukweli manake ni uhalisia wa mambo bila kuongeza ama kupunguza yasiyokuwepo. Huo ndo maana ya ukweli, kama ule uhalisia jinsi ulivyo. Sasa katika ukweli huo ukaa labda pengine ukweli wa kiimani hivi, the way unavyoamini wewe, unaona huo ndio ukweli kulingana na imani yako. Lakini katika ukweli huko pia ukweli wa kisayansi. Ukweli wa kisayansi manake ni ushahidi, fact zile, manake umefuata procedures fulani za kitaalamu, kufanya research au whatever, lakini mwisho wa siku ukweli ule manake unatokana na ule uhalisia, kwamba hakuna kitu cha kuongeza wala kupunguza kutokana na tafiti ulizofanya. Manake ni ukweli wa kisayansi, umefuata procedure fulani ukapata ule ukweli. Na ukweli huo pengine kama nilivyosema, ukweli wa kiimani, ama ukweli ambao wewe unadhani huu ni ukweli, ama jamii inadhani kwamba huu ni ukweli. Kwa hiyo ukiwa mkweli, manake itakujengea uaminifu mahala pa kazi, uaminifu aidha kwa bosi ama kwa wenzako. Lakini ukiwa mkweli, mpenzi mtazamaji wangu, manake itasaidia katika taasisi yako, itasaidia katika kampuni yako kufanya maamuzi sahihi, na pengine kufanya maamuzi kwa wakati. Kwa sababu kitendo cha kuongopa kinaweza kachelewesha maamuzi, ama kikafanya ile maamuzi akawa sio sahihi. Lakini ukisema ukweli kutokana na fact ambazo unazitoa, ufiche kitu, manake unatoa mawazo yako kutokana na ukweli jinsi ulivyo, manake hata taasisi yako itafanya maamuzi yaliyo sahihi. Aliwahi kusema msemaji mmoja kwamba honesty is strategic business imperative, it is not just as an ethical issue. Akimaanisha hapo kwa lugha isiyokuwa rasmi kwamba uaminifu ama ukweli ni sehemu ya mati wa kibiashara hivi, kwa maana kwamba kuwa mkweli, kwa sababu inasaidia kwenye kufanya maamuzi hayo ya the way inavyoendeshwa, inasaidia katika utoaji wa maamuzi sahihi. Kwa hiyo ni sehemu ya maamuzi. Faida nyingine ni kwamba inaleta mahusiano mazuri ya kwako wewe na wafanyakazi wenza na mabosi na business partners. Kwa hiyo manake ukisema kweli, manake inakuwa inatengeneza hayo mahusiano yanakuwa mazuri. Aliwahi pia kusema msemaji mmoja anaitwa Zig Ziglar kwamba if people like you, they will listen to you, but if people trust you, they will do business with you. Kwamba watu wanapokuamini, manake ni kwamba watu wanapokupenda, manake watakusikiliza. Lakini watu wakikuamini, manake watafanya shughuli na wewe. Hakuna mtu ambaye anapenda kufanya shughuli ama kazi na mtu ambaye haaminiki hivi, mtu ambaye ni muongo, mtu ambaye ni mkweli. Kila mmoja anapenda kufanya kazi na mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye ni mkweli katika mazungumzo yake, ni mkweli wa nafsi yake, ni mkweli katika utendaji wake. Kwa hiyo ukiwa hivyo, manake itaimarisha mahusiano yako, na hatimaye taasisi yako itapaa, hatimaye kampuni yako itapaa, biashara zako unazofanya zitakuwa vizuri kabisa, kwa sababu tu utaaminika na wateja wako ambao unawahudumia, utaaminika na watu wako ambao unafanya nao kazi, na mabosi zako ambao wanakusimamia katika shughuli zako. Kwa kila mwisho, mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba kwa leo, manake ni kwamba ukiwa mkweli, manake ni kwamba inalinda taaluma yako. Whether wewe ni daktari, whether wewe ni mwalimu, whether wewe ni mhasibu, wewe ni afisa rasilimali watu,
wewe ni mtendaji wa wapi, sijui whatever the case, maana yake inalinda taaluma yako. Siamini mpenzi mtazamaji wangu kama kuna taaluma ambayo inaruhusu uongo. Utanisaidia hapo, weka comment yako kama kuna taaluma ambayo inaruhusu uongope, utaniambia. Lakini nadhani taaluma zote, all professionals, moja ya ethics maana yake ni kuwa mkweli. Sasa na ukweli nisema maadili, hakuna taaluma ambayo hailindi maadili. Sasa maadili mmoja wapo ni kuwa mwaminifu, ni kuwa mkweli. Kwa hiyo ukiwa mkweli maana yake ni kwamba inalinda ile taaluma yako. Mpenzi mtazamaji wangu, asante sana kwa kunisikiliza ama kwa kunifuatilia. Wale wanaomanishia hapa, tafadhali sana subscribe, like na share.